Binti pekee wa bilionea alipatikana akiishi na mbuzi na kuku katika kijiji cha bibi yake. Habari hiyo ilienea polepole, si kwa minongono ya watu waliokuwa hawajaelewa kilichotokea. Ilikuwa vigumu kuamini kuwa msichana huyo mnyamavu aliyevaa kitenge kilichochakaa na mikono iliyokuwa imezoea kulisha mifugo alikuwa na uhusiano wowote na dunia ya mabilioni, uwekezaji wa kimataifa na akaunti za kifedha zilizosimamiwa na wataalamu wa mali. Kijijini alijulikana kama Neema. Hakujiona wa pekee. Aliamka alfajiri, akafagia ua, akachota maji na baadaye akawachunga mbuzi wa bibi yake, Mama Rukia. Hakuna aliyewahi kumsikia akilalamika, hakuna aliyewahi kumwona akijigamba. Lakini kulikuwa na kitu tofauti juu yake. Alizungumza kwa busara isiyo ya kawaida. Aliposikia wazee wakijadili mikopo ya mashamba au bima ya mifugo, alisikiliza kwa makini, kana kwamba alielewa zaidi ya walivyodhani. Mama Rukia mara nyingi alimtazama Neema kwa macho yenye maswali mengi. Alijua kuna siri nzito ambayo haikuwa tayari kusemwa. Na mbali na kijiji hicho, kulikuwa na mtu aliyekuwa ameanza kuuliza maswali hatari. Siku moja asubuhi, gari jeupe lilisimama karibu na barabara ya vumbi iliyoingia kijijini. Haikuwa kawaida. Watu walitoka nje ya nyumba zao wakitazama kwa tahadhari. Hakuna aliyemfahamu dereva aliyekuwa amevalia suti safi, viatu vinavyong'aa na miwani ya giza. Neema alikuwa ameinama akiwapa kuku chakula. Hakuona gari hilo mpaka liliposimama karibu na ua wao. Mama Rukia alihisi moyo wake ukipiga haraka. Alijua siku hiyo ingetimia, siku aliyokuwa akiogopa kwa miaka mingi. "Shikamoo," mwanaume yule alisema kwa sauti tulivu lakini nzito. "Marahaba," Mama Rukia alijibu, akijaribu kuficha wasiwasi. Mwanaume alitazama Neema kwa makini, kana kwamba alikuwa akihakiki taarifa ya muda mrefu. Alitoa faili jembamba, akasema, "Ninatafuta taarifa kuhusu mali ya kifamilia, mirathi na usimamizi wa fedha uliositishwa miaka iliyopita." Neema alisimama kimya. Hakuelewa kwa nini maneno kama mirathi, uwekezaji na usimamizi wa mali yalihusishwa na maisha yake ya kijijini. Mama Rukia alijua huu haukuwa ugeni wa kawaida. Ilikuwa mwanzo wa msukosuko ambao usingewaacha salama. Baada ya gari kuondoka, ukimya mzito ulitanda. Hata mbuzi walionekana kama wamehisi mabadiliko. Neema alimfuata bibi yake ndani ya nyumba ya udongo, akakaa kimya kwa muda mrefu kabla ya kuuliza, "Bibi, yule mtu alikuwa anataka nini?" Mama Rukia alikaa kwenye kigoda chake cha zamani. Alivuta pumzi ndefu, akasema, "Kuna mambo mtu haelezwi akiwa mdogo, si kwa sababu hastahili, bali kwa sababu ukweli unaweza kumuumiza." Neema hakuridhika, lakini hakumsukuma. Alikuwa amejifunza uvumilivu tangu utoto, lakini usiku huo usingizi ulimkataa. Maneno aliyoyasikia, akaunti, mali, mirathi, yalimzunguka kichwani. Alikumbuka jinsi mama yake alivyopotea ghafla alipokuwa mdogo. Hakuwahi kuuliza mengi. Alilelewa kwa upendo, si kwa majibu. Kijijini watu walianza kuongea. Wengine walisema Neema alikuwa na bahati kubwa iliyofichika. Wengine waliogopa kuwa watu wa miji wangeleta migogoro, kesi za ardhi na matatizo ya kifedha. Lakini Neema hakuwa na tamaa ya utajiri. Alitaka ukweli tu, ukweli ambao ulionekana umefungiwa kwa minyororo ya zamani, na minyororo hiyo ilikuwa inaanza kulegea. Siku zilizofuata, mabadiliko yalionekana wazi. Wageni walionekana mara mara. Wengine wakiwauliza wazee wa kijiji maswali kuhusu historia ya familia fulani, mikataba ya zamani ya ardhi na biashara zilizowahi kufanyika miaka mingi iliyopita. Neema alianza kuhisi uzito wa macho yanayomfuata. Hakukuwa na sauti ya lawama, lakini kulikuwa na udadisi uliokuwa unachoma. Mama Rukia alimuita jioni moja, akamshika mkono upole. "Neema," alisema sauti iliyotetemeka, "kuna siku nitakuambia kila kitu. Lakini kabla ya hapo, lazima uwe na nguvu ya moyo." Neema alitikisa kichwa. "Niko tayari bibi. Maisha yamenifundisha kusimama hata bila majibu." Maneno hayo yalimfanya Mama Rukia atazame mbali, macho yake yakijaa machozi. Alijua binti yun hakuwa wa kawaida. Alikuwa amelelewa mbali na anasa, mahali na benki, bima na mipango ya kifedha ya matajiri. Lakini damu yake ilibeba historia nzito. Wakati huo huo, mjini, mkutano wa siri uliendelea.
Majina ya akaunti zilizolala, mali zilizogandishwa na mrithi aliyepotea yalitajwa. Na jina moja lilianza kujirudia taratibu: Neema. Asubuhi moja ya baridi, Mama Rukia aliamua kuwa muda umefika. Aliamsha Neema mapema, wakakaa nje wakitazama jua likichomoza juu ya vilima. Kabla hujazaliwa, alianza, kulikuwa na maisha mengine. Kulikuwa na utajiri, kampuni kubwa na watu waliotegemea maamuzi ya mtu mmoja. Neema alisikiliza bila kumkatiza. Mtu huyo alikuwa baba yako. Maneno hayo yalitua taratibu, yakimwingia moyoni kama mvua ya polepole. Mama Rukia hakusema mengi zaidi. Hakumtaja kiasi cha fedha, wala hakusema kuhusu hatari zilizokuwa zikikaribia. Lakini Neema alihisi uzito wa jambo lisilosemwa. Aligundua kuwa maisha yake ya mbuzi na kuku hayakuwa bahati mbaya. Yalikuwa ulinzi. Ulinzi dhidi ya ulimwengu wa tamaa, migogoro ya urithi, na watu waliokuwa tayari kutumia kila njia kupata mali. Alipoinua macho, kijiji kilionekana kile kile. Lakini ndani yake, kitu kilikuwa kimebadilika. Safari ilikuwa inaanza, na mwisho wake usingekuwa rahisi. Baada ya mazungumzo yale, Neema hakulala vizuri. Alikuwa akiwaza kuhusu baba ambaye hakuwahi kumjua. Kwa miaka yote, alikuwa amemwona Mama Rukia kama mzazi wake pekee. Sasa ghafla, kulikuwa na mtu mwingine, mtu mwenye historia kubwa kuliko alivyoweza kufikiria. Asubuhi, alipokwenda kuchota maji, wanawake wa kijiji walimwangalia kwa namna tofauti. Wengine walinongona, wengine walitabasamu kwa unafiki. Unajua, huyo msichana si wa kawaida, mmoja alisema. Wanasema baba yake alikuwa mtu mkubwa mjini, mtu mwingine akajibu. Neema halijifanya asikii, lakini ndani yake kulikuwa na mchanganyiko wa hofu na shauku. Je, baba yake alikuwa nani? Alikuwa bado hai? Na kwa nini hakuwahi kumtafuta? Aliporudi nyumbani, alikuta Mama Rukia akiwa ameshika bahasha ya zamani. Ilikuwa imechakaa, rangi imefifia. Aliiweka mezani kama kitu cha thamani sana. Hii ni barua ya mwisho kutoka kwa mama yako, alisema kwa sauti tulivu. Moyo wa Neema ulianza kupiga kwa kasi. Alijua siri ilikuwa inaanza kufunguka. Mama Rukia alifungua barua pole pole, kana kwamba kila neno lilikuwa na uzito wa miaka. Neema alisogea karibu, macho yake yakijaa hamu ya kujua. Aliandika kwamba watu wenye nguvu walikuwa wanamfuata. Mama Rukia alisoma. Alisema kulikuwa na migogoro kuhusu mali, hisa za kampuni na mirathi. Neema alishika pumzi. Hakuwa amewahi kusikia maneno hayo yakihusishwa na maisha yake. Aliniomba nikulee mbali na jiji, mbali na kelele za fedha na siasa, Mama Rukia aliendelea. Alisema huko kijijini Neema atakuwa salama. Kimya kizito kilitanda. Neema alikazama mikono yake iliyochoka kutokana na kazi za shamba. Alitabasamu kidogo. Maisha yalikuwa magumu, lakini yalikuwa ya kweli. Je, mama yangu alirudi? Aliuliza kwa sauti ya chini. Mama Rukia alitikisa kichwa taratibu. Hakurudi tena. Habari za mwisho zilisema alikuwa ameondoka nchini kwa siri. Neema alihisi pengo moyoni. Alikuwa na maswali mengi kuliko majibu. Na wakati huo huo, watu waliokuwa wanamtafuta walikuwa wakikaribia zaidi. Siku chache baadaye, Neema alikutana na kijana mmoja kwenye soko la kijiji. Alikuwa amevaa kwa mtindo wa mjini, lakini macho yake yalikuwa ya kirafiki. Alijitambulisha kama Juma. Nimekuona mara nyingi hapa, alisema. Wewe ni msichana wa Mama Rukia, sivyo? Ndiyo, Neema akajibu kwa tahadhari. Juma alicheka kidogo. Nimekuja kutoka mjini kufanya utafiti wa kijijini kuhusu maisha ya vijijini, lakini watu wengi wanazungumzia wewe. Neema alishtuka. Kwa nini? Wanasema kuna historia kubwa nyuma yako. Wanasema unaweza kuwa mrithi wa kitu kikubwa. Neema alitabasamu kwa uchungu. Mimi ni mchungaji wa mbuzi, hicho ndicho ninachojua. Lakini Juma hakuonekana kushawishika. Alikuwa na daftari na kamera ndogo. Aliuliza maswali kuhusu maisha, ndoto na elimu. Neema aligundua kuwa kuzungumza naye kulikuwa rahisi kuliko kuzungumza na wazee wa kijiji. Lakini ndani ya moyo wake, alihisi kuna kitu hakikuwa wazi kuhusu Juma. Alionekana kama rafiki, lakini pia kama mtu aliyekuwa na dhamira nyingine. Usiku moja, Neema alimsikia Mama Rukia akizungumza na mtu kwa simu. Hakujua bibi yake alikuwa na simu hadi siku hiyo.
Alisimama nje ya nyumba akasikiliza kwa mbali. "Ndiyo, bado yuko hapa," Mama Rukia alisema kwa sauti ya chini. "Sijamwambia kila kitu bado, ninaogopa." Kulikuwa na ukimya mfupi, kisha akasema, "Najua, lakini watu wa mjini hawana huruma. Wataona mali, si mtoto." Neema alihisi baridi mgongoni. Alirudi chumbani, akakaa kimya, akitafakari. Je, alikuwa akifichwa ili asitumiwe? Au kulikuwa na kitu kibaya zaidi? Siku iliyofuata, aliona gari lile lile jeupe likipita mbali, likisimama karibu na nyumba ya jirani. Alijificha nyuma ya MTI, akatazama. Yule mwanaume wa suti alizungumza na watu, akaonesha picha yake. Neema alijua mambo yalikuwa yanabadilika. Hakukuwa tena mahali pa kujificha. Jioni hiyo, Juma alimtembelea Neema nyumbani. Alileta sukari na mkate kama ishara ya heshima. Mama Rukia alimkaribisha kwa tabasamu la tahadhari. Baada ya chakula, Juma alisema, "Neema, kuna kitu nataka kukuambia." Alitazama Mama Rukia kwanza, kisha Neema. "Mimi si mtafiti wa kijamii tu. Ninafanya kazi na shirika la usimamizi wa mirathi na mali za kifamilia. Tumekuwa tukitafuta msichana ambaye anaweza kuwa mrithi wa mali kubwa." Mama Rukia alishika kikombe kwa nguvu. Neema alihisi dunia ikizunguka. "Lakini usiogope," Juma aliendelea. "Lengo letu ni kukulinda, si kukuumiza." Neema hakujua aamili nini. Alikuwa amemzoea Juma kama rafiki wa kawaida. Sasa alikuwa sehemu ya siri kubwa. Alitazama mbuzi wake nje, kuku wakilala. Haya ndiyo maisha aliyoyajua. Lakini sasa dunia ya benki, uwekezaji na urithi ilikuwa ikimvuta kwa nguvu. Na bado hakujua ukweli mzito uliokuwa ukimsubiri. Usiku huo, Neema alikaa peke yake nje ya nyumba akitazama nyota. Mawazo yake yalikuwa mengi kuliko anga. Alijiuliza kama maisha yake yalikuwa ya kweli au kama yalikuwa ni filamu aliyochezeshwa bila kujua. Mimi ni nani hasa? Alijiuliza. Mama Rukia alitoka nje, akakaa karibu naye. Neema, dunia ina watu wanaotaka kutumia jina lako na damu yako. Lakini kumbuka, thamani yako haiko kwenye mali, iko kwenye moyo wako. Neema alishika mkono wa bibi yake. Naogopa bibi. Hofu ni kawaida, lakini usiruhusu ikuchukue utu wako. Ndani ya kijiji, watu walikuwa tayari wamegawanyika. Wengine walimuona Neema kama baraka, wengine kama tishio. Vijana walimchunguza kwa macho ya wivu. Wazee walizungumza kuhusu mikataba ya ardhi na fedha. Lakini Neema bado alihisi kama msichana wa kawaida. Alitaka kulisha mbuzi wake, kucheka na marafiki na kuishi maisha rahisi. Hakuwa tayari kwa kile kilichokuwa kinamvuta kutoka mbali. Siku iliyofuata, Juma alimwalika Neema kutembea hadi mto uliokuwa pembeni ya kijiji. Alitaka kuzungumza mbali na masikio ya watu. "Najua kila kitu kinakuja ghafla," alisema. "Lakini ukweli ni kwamba baba yako alikuwa mfanyabiashara mkubwa sana. Alikuwa na kampuni nyingi, uwekezaji wa kimataifa na mali nyingi." Neema alitazama maji ya mto yakitiririka. "Kwa nini basi nipo hapa?" "Kwa sababu kulikuwa na vita ya urithi. Watu walitaka kumdhibiti, wengine walitaka kuua jina lake. Mama yako alikuchukua hapa kukuficha." Neema alishika mchanga mkononi. Alikuwa ameishi maisha ya kawaida, wakati dunia ilikuwa inapigana juu ya jina lake. "Je, bado wako watu wanaonitafuta?" aliuliza. Juma alitazama mbali. "Ndiyo, na si wote wana nia nzuri." Maneno hayo yalikaa moyoni mwa Neema kama mzigo mzito. Habari zilianza kuenea zaidi ya kijiji. Mwandishi mmoja wa habari kutoka redio ya eneo alifika kufanya mahojiano na wazee wa kijiji. Walizungumza kuhusu msichana aliyepotea na urithi mkubwa. Mama Rukia alikataa Neema aonekane kwenye redio. "Hawahitaji kujua sura yako bado," alisema. Lakini Neema alisikia sauti yake ikitajwa hewani. Watu walimuita binti wa bilionea wa Kenya. Alihisi aibu na hofu. Hakuwa amezoea umaarufu, hakuwa amezoea watu kumtazama kama mali. Jioni watu walimletea zawadi, wengine walitaka kusaidia, wengine walitaka kujipendekeza, lakini pia kulikuwa na macho ya chuki na wivu. Kijiji kilianza kubadilika. Watu walizungumza zaidi kuhusu pesa kuliko mazao. Watoto walimuita Neema tajiri wetu, lakini Neema alihisi kupoteza kitu muhimu, utulivu. Usiku mmoja, Neema alipokea ujumbe wa ajabu kwenye simu ya Juma. Ilikuwa namba isiyojulikana. "Usiamini kila mtu, urithi huua." Juma alimuonyesha Neema, akasema,
Hii ni ishara kuwa watu wengine wanajua tulipokuja. Neema alihisi baridi tena. Ni nani hawa watu? Watu waliokuwa wakifanya biashara na baba yako, na watu waliopoteza pesa kwa sababu ya kuanguka kwa kampuni zake. Mama Rukia aliposikia, alifunga mlango kwa nguvu. Niliwaambia hawa watu ni hatari, alisema. Neema alitambua kuwa maisha yake hayakuwa tena ya kijiji tu. Kulikuwa na historia ya fedha, kampuni, mikataba na migogoro iliyomfuata hata bila yeye kujua. Alianza kujiuliza kama angeweza kuakibali urithi huo au kama angeendelea kukimbia. Siku iliyofuata, Juma alipokea simu muhimu. Alionekana mwenye msisimko na hofu kwa wakati mmoja. Neema, kuna mkutano mkubwa mjini Nairobi, alisema. Wanasheria, wasimamizi wa mali na wanahisawa wanataka kukuona. Wanataka kuthibitisha kama wewe ndiye mrithi halisi. Neema alikaa kimya kwa muda mrefu. Alitazama kijiji chake, nyumba ya udongo, mbuzi, kuku na uso wa Mama Rukia. Na kama nikienda, aliuliza, maisha yako yatabadilika kabisa. Utakuwa na elimu bora, uwekezaji, usalama wa kifedha. Lakini pia utakuwa katikati ya migogoro na siasa za pesa. Mama Rukia alimshika mkono. Usisahau ulikotoka, hata kama utaondoka. Neema alihisi machozi yakimtiririka. Safari ilikuwa inaanza na hakujua kama atarudi kama msichana yule yule. Safari ya Neema kuelekea Nairobi ilianza alfajiri moja ya joto la kiangazi. Alibewa pochi ndogo, nguo chache na moyo uliojaa mchanganyiko wa hofu na shauku. Juma alimfuata kwa gari la kifahari, lakini hakuwa na sauti yoyote ya kukafia hofu yake. Kuna watu wataka kujaribu kutumia jina lako, Juma alisema, lakini usiwe na hofu. Nitakuwa hapa kukulinda. Neema alitazama barabara ya lami ikitokota kwenye kijiji. Mara moja alihisi alikimbia dunia ya amani aliyojua, dunia ya mbuzi, kuku na jua la asubuhi. Na hata hivyo, alisema kwa sauti ya chini, kuna sehemu ya ndani yangu inayosema lazima nifahamu ukweli. Mama Rukia alikuwa amemwambia mara nyingi kuwa ukweli una uzito, lakini Neema hakujua kuwa uzito huu ungeanza kumdhibiti kidogo kidogo. Wakati walipofika Nairobi, mji ulionekana kama bahari ya majengo. Kila kona ilikuwa na mwanga, sauti na watu wenye haraka. Neema alihisi kichwa chake kinazunguka. Tunapaswa kuanza na makazi yetu kwa sasa, Juma alisema. Kesho una mkutano na wasimamizi wa mali ya baba yako. Neema alitazama dirisha kubwa la jengo la kifahari, akiuliza ndani ya moyo wake, hii ndio dunia ulitaka kuniingiza ndani yake? Je, bado nina nafasi ya kuwa Neema wa kijijini? Juma alimshika mkono kwa upole. Usijali, kila kitu kitakuwa sawa, lakini lazima uone kuwa wewe ndiye msichana sahihi wa urithi. Neema alitambua kuwa safari hii haikuwa ya mabadiliko tu ya maisha, bali pia ya moyo wake. Siku iliyofuata, Neema alikutana na wasimamizi wa mali. Walikuwa na vyao vikubwa, nguo safi na macho makali. Waliuliza maswali ya kihisabati, ya biashara na maswali ya familia. Neema, tunaangalia kuwa una uelewa wa urithi huu, mmoja aliuliza. Unaweza kudhibiti mali kubwa na kampuni zenye bilioni? Neema alikumbuka maisha yake ya kijijini. Hakujua kama alikuwa na tayari kuamua juu ya mali na uwekezaji, lakini alijua kitu kimoja, moyo wake hauwezi kuacha uzuri wa maisha ya kijijini. Alipomaliza mahojiano, mtu mmoja alisema kwa chini, lakini pia kuna adui wa familia yako amebaki. Akiyaona, atajaribu kila njia kumdhibiti. Neema alihisi sharti la kuamka. Hali ilikuwa nzito kuliko alivyofikiria. Jioni Neema na Juma walirudi kwenye hoteli ndogo. Neema aliketi karibu na dirisha, akiangalia mwangaza wa jiji. Alijua watu wangejaribu kumpeleka mbali na njia yake ya maisha ya heshima. Kuna chagua mbili, Juma alisema. Uchague mali na ujue hatari, au ukakae mbali na yote na uendelee na maisha yako ya amani. Neema alitulia, moyo wake ukiwa mzito. Alikumbuka mbuzi wake na kuku, kazi za shamba, uso wa Mama Rukia akimtabasamu. Kila kipande cha maisha yake kilikuwa na thamani isiyopimika. Na hata hivyo, ikiwa sitachagua mali, alisema kwa sauti ndogo, nini kinatokea kwa familia yangu? Juma hakusema kitu. Alijua jibu lake linapaswa kuja kutoka moyoni mwa Neema. Usiku huo Neema aliamua kufanya maombi. Alijikumbusha kila neno la Mama Rukia, ukweli una uzito lakini moyo wako ni kinga yako. Alipoongea kwa upole, aliomba hekima, ujasiri na amani. Wakati huo simu yake ilipiga, namba isiyojulikana. Alijikumbusha ujumbe wa awali, usiamini kila mtu, urithi huu uuha. Alipokagua, ujumbe ulikuwa na picha za familia yake. Kulikuwa na herufi moja tu, mwisho umekaribia. Neema alihisi baridi kali, lakini wakati huo alijua jambo moja,
Hatogombana na hofu yake, bali atayakabili mapema au baadaye. Hii ilikuwa mwanzo wa mpambano wa kweli wa maisha yake. Siku ya mkutano mkubwa ilifika. Neema alikaa ndani ya ukumbi mkubwa kando na Juma. Watu walikuwa wengi, wasimamizi wa mali, mawakili na wahisa. Kila mmoja alikuwa akimlenga Neema, macho ya biashara na matokeo. Neema, Juma alisema kwa chini, leo ni siku yako. Kila kitu kilichoanzishwa na baba yako kitarudi kwako ikiwa utaonyesha ujasiri. Neema alijikumbusha maisha yake ya kijijini. Alijua kuwa hatari kubwa ni watu waliokuwa wakiwinda mali ya baba yake kwa njia zisizo za heshima. Aliposogea mbele, watu walimwangalia kwa hofu na heshima. Alikuwa mtu mwenye viwavu, lakini macho yake yalionyesha ujasiri wa ndani. Mkutano ulikuwa kama kupimwa, si tu wa akili, bali wa moyo. Neema alijua kuwa hatua hii moja inaweza kubadilisha maisha yake kabisa. Wakati wa majadiliano ya mali, mmoja wa wasimamizi alitoa hoja kali. Tuna mashaka juu ya uhalali wa mirithi. Kuna nyaraka zinazohitaji uthibitisho. Neema alijitazama, moyo ukipiga haraka. Alijua wakati wa hofu umekwisha. Aliweka mikono yake pamoja, akazungumza kwa sauti tulivu. Ninafahamu historia ya familia yangu. Mimi ndiye mrithi halali. Mimi pia nina moyo wa kumheshimu baba yangu na kulenda urithi huu bila kugombana. Ukimya ulitanda. Kila mtu alisimama kimya, akitambua nguvu ya maneno yake. Hii ilikuwa ishara ya kwanza kuwa Neema alikuwa si msichana wa kijiji tu, bali nguvu isiyo ya kawaida, mchanganyiko wa busara na ujasiri. Hata hivyo, hatari haikuisha. Mtu mmoja kutoka nyuma ya ukumbi alipopiga kengele ya tahadhari, wengine walishikwa na hofu. Neema alijua alikabiliwa na mtu aliyejaribu kumdhibiti au kuiba urithi. Alikimbia kutoka ukumbi kwa ujasiri, akifuatiwa na Juma. Wageni waliokuwa na nia njema walifuatilia kwa hofu. Mji mzima ulikuwa na historia ya migogoro ya mali, na sasa Neema alikuwa katikati ya yote. Mama Rukia alisimama mbali, akipiga kelele kwa hofu, Neema, uwe imara, usiogope. Alipokuwa amekimbia katika uwanja wa nje, Neema alijua kuwa hatari kubwa haikuwa mali tu, bali wale waliokuwa tayari kutumia nguvu kumdhibiti. Usiku huo, Neema na Juma walirudi hoteli wakiwa wamechoka, lakini macho yao yalikuwa makali. Hawa watu hawataacha, Juma alisema. Lakini una nguvu ndani yako. Hatari hizi zinaonyesha tu uzito wa urithi wako. Neema aliketi kwenye kiti, akitazama giza la jiji. Alijua kila mwendo wake ulikuwa ukifuatiliwa. Alijua kuwa lazima awe mwerevu, lakini pia na mkarimu kwa wale waliokuwa wakimlinda. Najua sasa, alisema Neema kwa chini, hakuna kurudi nyuma. Hatua yoyote ni ya kuishi kwa kweli. Juma alitabasamu, akijua kuwa Neema alikuwa tayari kuchukua nafasi yake kama mrithi, si kwa sababu ya fedha, bali kwa ujasiri wa moyo na hekima. Siku ya pili, Neema alipokea barua nyingine isiyojulikana. Ilikuwa na ramani ya nyumba za familia, benki na biashara. Kila kitu kilikuwa kimechorwa kwa kina, na alijua kuwa ujumbe huu ulikuja kutoka kwa mtu mwenye nia ya hatari. Alipokuwa akipitia barua, Juma alimshika mkono. Hii ni changamoto ya mwisho. Huwezi kukimbia sasa. Wakati wa kuamua ni sasa. Neema alijua kuwa safari yake ya kijiji ilipita. Sasa ilikuwa dunia ya hatari, siri na maamuzi mazito. Lakini ndani ya moyo wake alijua hatokata tamaa. Alimkumbuka baba yake, mama yake na bibi yake. Kila mmoja alikuwa amemfundisha thamani ya ujasiri na upendo. Alijua hatua inayofuata itakuwa ya kihistoria, si kwa Neema pekee, bali kwa familia yake yote
na urithi ambao ulikuwa umelindwa kwa vizazi. Asubuhi ya mwisho, Neema aliamua kuingia kwenye jengo kubwa la benki lililoshughulikia mali ya baba yake. Kila hatua ya sakafu ya marumaru ilisikika chini ya miguu yake, lakini moyo wake ulikuwa imara. Juma alimshika mkono. Hii ni hatua ya mwisho. Unaweza kuonyesha nguvu yako, hekima yako na moyo wako. Neema alijikumbusha maisha yake ya kijijini, mbuzi wake, kuku wake na tabasamu la Mama Rukia. Alijua kuwa hata kwa mali na fedha nyingi, moyo wake haukubali kupotea. Wale waliokuwa wakiwinda urithi walimwangalia kwa mashaka, lakini Neema alitabasamu, akijua kuwa hatari hazingeweza kumfanya aache kuwa msichana wa kweli. Kikao cha mwisho kilianza. Wasimamizi walipuliza nyaraka, wahisa walijaribu kuingilia kati. Hata hivyo, Neema alibaki mnyamavu. Alijibu maswali kwa hekima, akionyesha uelewa wa mali, biashara na umuhimu wa utumwa. Mtu mmoja aliibuka akijaribu kumkosoa. Hii ni mali kubwa, ni lazima uchukue hatua ya haraka. Neema alisimama kwa uthabiti. Nitaendesha mali hii kwa heshima, kwa uwazi na kwa haki. Si mali pekee, bali historia ya familia. Wote waliguswa na maneno yake. Hakuna aliyefikiri kuwa msichana wa kijiji anaweza kuwa na nguvu ya kuongoza dunia ya fedha. Ghafla, mlango ulifunguka. Mwili wa mzungumzaji wa hatari aliibuka, akijaribu kumtisha Neema. Uwe ni wangu au utapotea. Neema alikumbuka mafundisho ya Mama Rukia. Moyo wako ni kinga yako. Alisimama kimya, macho yake yakimtazama mtuhumiwa. Hakutisha wala kuogopa. Najua ukweli wako, Neema alisema kwa sauti thabiti, lakini hatuwezi kuutumia vibaya. Hii ni mali ya familia, si ya uovu. Mtu yule alikaza uso, akijua hakuwa na nguvu juu ya moyo wa Neema. Hapo ndipo waliojua, nguvu kweli haikujaa fedha, bali moyo wenye hekima na uthabiti. Baada ya mlipuko wa hofu, Neema aliangalia Juma na wazee waliokuwa wamesimama pembeni. Alijua sasa hatari imepunguzwa. Ujasiri wake ulikuwa amempa heshima, na wale waliokuwa na nia mbaya walitambua msichana huyu si wa kudanganywa. Juma alimshika mkono. Umeshinda, hatari zote zimefutika, lakini zaidi ya yote, umeonyesha ni msichana wa kweli kutoka kijijini mwenye moyo thabiti. Neema alitabasamu, macho yake yakijaa machozi ya furaha. Hii ilikuwa ushindi wa kweli, sio mali pekee, bali utumu na hekima. Usiku huo, jua lilipotua, Neema aliketi pembeni ya jua, akiwa na furaha ya kweli. Alijua sasa kuwa hatari, mali na hatimaye familia yote yalikuwa sehemu ya hadithi yake, hadithi ya msichana wa kijiji aliyekuwa binti pekee ya bilionea. Na kwa mara ya kwanza, hakuhitaji mali kuona thamani ya maisha yake. Thamani yake ilikuwa ndani yake, daima imebaki kuwa Neema wa kweli.